Queen yuko wapi? Miaka 15 iliyopita tumemzika huyo bwana. Haiwezekani. Mwanangu fikiri mimi nilikuwepo. Mbona mimi simjui huyo? Anaitwa Shuza. Shuza. Fetisho. Mbona tangu nimerudi sioni ule upendo uliokuwa nao zamani? Umekutwa na nini? Maana mara nyingi ukutaka kuwa mbali na mimi siku zote. Lakini sasa hivi hauko hivyo. Umekutwa na nini mpenzi wangu? Eti nini kimekubadilisha mpenzi wangu? Kipongo. Nilikupenda sana. Bila kujua nilipanda mbegu kwenye mfereji uliokauka maji kwa kiangazi cha muda mfupi tu. Na nikawa na kesha kumuomba Mungu alete mvua ili mbegu zangu zichipue nivune mazao yangu. Sikufikiria kama mvua italeta maji yatakayofuata njia yake na kusomba nilichoatikia. Nikwambie tu. Penzi langu kwako lilikatika mara tu baada ya kutambua kwa umeondoka. Tena kwa kunitoroka. Maana ulitaka nisijue unakoenda. Hapana Fetisho. Sio kwamba nilikutoroka. Mimi nilienda kuandaa mazingira. Na sasa hivi nimerudi nikuchukue mke wangu twende wote mjini tukaishi. Usifanyie hivyo bwana. Sasa umechelewa. Kwa sasa mimi ni mchumba wa mtu. Nimechumbiwa. Na hapa nilipo ni mjamzito. Usiniambie Fetisho. Unazoea utani wako. Unajua umezoea matani. Ndio nishakupa taarifa hiyo. Sasa sina muda tena kubaki hapa. Naenda kumpikia mpenzi wangu mvua, maana muda wake wa kuja kula. Fetisho. 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 Mvua.
Hai rais. Vipi? Kia wirukanga. Kipindi narudi mjini nilipewa taarifa Suza amekufa. Tulishamzika muda. Lakini mbona nimekutana naye sasa hivi hapo? Shuza ndio. Tulishamzika muda. Wewe niambia umemwona wapi? Hapo mbele sasa hivi. Ni Shuza. Wewe kijana unaanza kuvuta bangi. Ndio kweli ma. Kaka jamaa kanaanza kuvuta bangi. Ndio hivyo ni mtana Shuza mwenyewe. Kama uniamini basi. Tumemzika maeneo makaburini kule, tumemzika kule. Alafu nasema tu umemwona. Sawa. Baadaye. Tuongee baadaye. Shuza nishamzika toka muda mrefu. Ndio hivyo rafiki yangu. Wewe. Hivi kweli kanaweza kakawa kamemwona? Ila hamna. Shuza ni mimi mwenyewe nimeenda makaburini kwake. Eti makaburini kwake. Makaburini nikamzika. Shuza nishamzika. Dapeti za siku nyingi bwana. Salama. Wema. Kaka za saizi. Salama. Hivi ni nini kinachoendelea? Mbona sielewi? Yaani kila ananiona mimi ananikimbia. Kuna kitu gani kimejificha hapa? I see. Sawa. Shida nini? Nini wewe nini? Shuza. Nimemwona Shuza kisimani na kunywa maji. Shuza huyo aliyokufa miaka 10 iliyopita. Nimemwona Shuza kwa macho yangu mawili. Shoga yangu atakuwa kisimani na kuendeki tena, hebu tuondoke. Kimbia. Mbona mpela hiyo? Yaani acha tu. Yaani hapa nilikuwa kisimani nachota maji.
Nilichokiona sikuamini macho yangu. Nimekutana na Shuza kwa macho yangu mawili. Kwa macho yangu haya mawili nimeona Shuza. Mimi mwenyewe nimekutana naye Shuza. Kwa yule mzee Madenge pale. Basi ni kama mzima wa Shuza umerudi. Basi kifo chake kilikuwa sio cha kawaida. Hizo ikawa ni kweli. Sasa unaenda wapi? Yaani kila kitu kinanitemeka. Yaani kwa hali niliyokuwa nayo hapa. Kwa kweli, nenda zangu nyumbani. Basi sawa, nenda nyumbani kapumzike. Kwa mimi naweza funga pale nikampe taarifa. Kisha kwa hatari sasa hivi. Sawa, kwa hiyo. Kwani sisi tunakimbia nini? Maana hata sielewi na. Hata mwenye sielewi tunakimbia nini. Maana tunakimbizana tu. Subiri. Kwani vipi mbona kukimbizana mchana wote huo? Shuza. Shuza. Nimemwona Shuza kisimani na kunywa maji. Hii inawezekanaje? Maana si Shuza tumemzika muda mrefu sana na tumeshamsahau kabisa hapa kijijini. Yaani ndani ya miaka 10. Nimemwona Shuza kwa macho yangu mawili. Ondokeni bwana. Sasa wewe subiri. Hii inawezekanaje? Kwa sababu mimi naona Shuza tumemzika muda mrefu na Hawa tayari umeshachanganyikiwa na maisha. Sema nini mwanangu? Inawezekana ikawa kweli. Unajua? Wewe umeshaanza uoga tayari. Nakwambia inawezekana ikawa kweli. Nye. Nini? Kwani Queen uko wapi? Mimi sijui. Au kwenye ile shimo aloingia hajatoka? Hebu tukamwangalie.
nilichokifanya. Unajua kwa sababu gani? Maanake kocha kajua kabisa kwamba wewe ndio mtu mgawa pasi, au sio? Mtu wa kupiga moja moja, yani ukiachia nani pasi moja ujue ni wapi. Sawa, lakini mazoezi sina. Wewe mwenyewe unajua nimekaa nje muda gani tangia nimeumia goti. Yani mpira ulikuwa unakuja mzee, mpira huu hapa. Baada ya kupiga uje unaukosa. Mimi mwenyewe unaanguka chini. Naona hamna kitu. Feti, nimekuita kwa jambo moja tu hapa. Maana katika hichi kijiji tayari kuna tatizo lipo. Shuza karudi. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa ajili ya kukusii utulie tu ndani, usitoke ukatembea tembea. Sio, anielewa? Kwa maana tulikuwa njiani mimi na Chila tukitembea tembea, mara ghafla tunaona akina Shirei wanakuja mbio. Baada ya kuwazuia, shida nini? Ndio anatuambia bwana, tumemwona Shuza. Sisi tukaona uongo, tukaachana na hayo mambo, tunaendelea na mwendo wetu. Katika kutembea, mara ghafla tunakutana na Shuza. Kwa hiyo nimekuja kukusii usiondoke, usitembee tembea. Ni kweli, unajua, kwa sababu mimi mwenyewe hapa unavyoniona nimetoka kisimani. Nilikwenda kuchota maji. Yaani ile sijamaliza kuchota maji, nasalimiwa na mtu. Naitikia salamu, kugeuka hivi kumwangalia Shuza. Basi ndio hiyo, ndio maana nakwambia ubaki ndani. Maana kama mzimu wa Shuza umesharudi, manake mtu huyu hakufa kwa kifo cha kawaida. Kwa sasa hapa nilipo sijui kama Chila yuko salama au vipi mpaka sasa hivi. Ila sawa, mimi nimekuelewa mpenzi. Mimi nakuahidi sitotoka. Yaani hapa naenda kujifungia ndani, sitotoka kwenda sehemu yoyote ile. Basi ndio hivyo. Kwa hiyo hata mimi pia naenda zangu nyumbani kutulia mpaka hili jambo liishe. Sijui umenielewa? Haya sawa. Basi sawa, haina shida. Haya bye. Baadaye. Basi sawa. Kwani wewe Shuza mmemwonaje? Mimi hata sijui. Huyu ndo kamuona, tumekutana naye njiani anakimbia. Kweli mimi ndo nilomuona. Mimi nilikuwa tunapita na safari zangu. Ile njia ya kisimani. Sasa kipindi napita kisimani, kuna mtu nimemkuta njiani amesimama pale kisimani, ikabidi nisalimie. Kwenye kusalimia, yule kaka anaitikia, anageuka hivi Shuza. Shoga sijakaa nikaanza kukimbia. Wewe Ashley wewe, usikute umemfananisha. Jamani, sijamfananisha, mimi Shuza namjua. Nimemuona ni yeye kabisa Shuza. Hebu nyie acheni masiala. Unajua hili jambo lishakuwa serious eh? Queen pale kaanguka pale kwenye ile shimo. Na inaonekana kafa. Kafa? Kweli. Queen itakuwa amekufa. Maana upande wake wa kushoto kwenye shingo
mti umemuingia, alafu damu nyingi sana zimemtoka. Hapa cha kufanya Amaila, nenda kumwambia kaka yako, maana sisi wasichana hatuwezi kumbeba. Nenda kumwambia kaka yako achukue wavulana wengine ili wakamsaidie pale. Basi sawa. Mimi naenda kumwambia kaka nyumbani. Ila nanyi huko mnapoenda mkutana na mtu yote mwambieni ili waje kule wakutane waondoke wakamchukue. Tena masiala yule mtoto wa watu ujue. Tutawaambia. Ila mimi kurudi pale sirudi. Kwa hizo kaka zilizotokea mimi sirudi. Sawa jamani, hebu nendeni basi. Mimi naenda nyumbani na wai. Mimi naenda. Hiki kishaanza kutisha. Hebu tuondoke Ashley. Kweli? Bye. Wakaka, kuna jambo nataka kukuambia kaka. Jambo gani hilo mdogo wangu? Nimekutana na mzimu wa Shuza. Acha mambo yako mdogo wangu. Hizi bangi mnazovuta hizi hapo watoto wadogo yani zinawazingua. Kaka, mimi nakwambia kitu hicho nyoka. Hadi nimekutana na Feti naye kaniambia hivyo nimekutana naye. Hamna kitu kama hicho. Miaka 15 iliyopita tumemzika huyo bwana Shuza. Alafu sasa unakuja uniambia huyo Shuza sijui kumuona wapi. Acha mambo yako. Kaka ni yeye, mimi siwezi kudanganya chochote. Bangi mnazovuta hizo mdogo wangu sizo. Kwa kuniamini hata mimi? Mimi sikuamini kabisa yani. Kaka, sikiliza mdogo wangu. Kama hutaki kupiga story na mimi nini? Jikatae. Kaka, achana na hizo habari. Kama vipi Sepa mdogo wangu? Poa. Utanikumbuka lakini. Nimeshindwa kumkumbuka babangu, ndio kukumbuka wewe. Ni mdogo. Miaka 15 iliyopita, mshikaji alishakufa muda mrefu afa anaanza kusema wewe sijui Shuza kitu gani. Kutuzingua tu wengine ni bangi yetu tulishapanda kichwani afu mtu mwingine ndio vile. Kama madogo wengine bangi sio nzuri. Hii inawezekanaje? Ina maana kweli mzimu wa Shuza umerudi? Na vipi kuhusu Mvua? Maana nimemwacha pale. Sijui amesalimika. Acha niende nikapumzike. Mkaenda wapi jamani? Kalexi! Niambie dada. Kalexi, kuna tatizo. Tena? Tulikuwa na Queen tunaelekea kisimani. Tumekutana na Ashley anakimbia amesema kamaona Shuza kisimani. Hapo. Kuhusu na Shuza mimi nimemuona. Na wewe ndio uliniambia kwamba Shuza amekufa. Ndio, alikufa na tukamzika. Ishakuwa noma. Lakini kaka, hapa kuna kitu kichonileta. Tulikuwa na Queen wakati tunarudi kaanguka pale kwenye shimo pale karibu na shamba la mzee Isaya kabla hujavuka ile poli pale. Na anaonekana amekufa kaka. Umemwacha? Ndio. Mungu wangu. Hivyo inabidi waambie wenzio waende pale mwende mkajaribu kumtoa. Toa watu yule. Mungu wangu. Sawa. Naomba baki nyumbani, sawa? Sawa. Mimi nikafanya mtakato mwingine wa kuchukua vijana. Tusuluhikie swala kwanza. Sawa, baki nyumbani, sawa? Usitoke. Baadaye. Wambua. Wapi huko barazani? Yeah.
Safi kama kawaida. Vipi? Kaka, nimekuja mpela kaka. Sawa. Si umesikia hii swala la shuza hii sasa hivi? Hilo swala la shuza hata mimi nalijua hii. Sawa. Ndio nimefika nyumbani, dada yangu ameniambia alikuwa na rafiki yao. Umeona? Walikuwa wamtona huo mzimu wa shuza. Sasa wakati kimbizana mwenzao ameingia kwenye shimo. Sasa wamemwacha. Inaonekana amejeruhiwa, jinsi alivyoniambia. Sasa sijui amejeruhiwa, amekufa, sijui maana ni maeneo ya shingo na damu nyingi sasa zimetoka. Kwa hiyo nimekufuata bwana hapa, twende tukamchukue. Hivyo kaka, ni hivyo tu. Hilo swala ni kweli unalosema. Lakini tena mimi unirudishe kule. Kaka, mtoto wa kiume kaka. Wewe mtoto wa kiume, kwa nini unaogopa? Kwani wanaume ndio tumeandikiwa tu na matatizo kila siku? Tumwache. Akaozee kule. Kisa oga wako. Hebu twende basi. Sio mbali, niko hapo, niko nani? Amesema kwa mzee Isaya hapo. Basi poa. Lakini tukitoka hapa tumpitie na Chila. Sawa. Toka ametokea masuala ya shuza, basi ndio fuje kijiji matatizo kila siku. Yule ni Mvua. Hii mara ya pili ananikimbia na mwenzie Chila. Afadhali huyu mwingine wanamuita Alex. Huyu najua alikuwa aishi huku, lakini hao wengine mbona wanifahamu vizuri, kwa nini wananikimbia? Oya, wewe Shuza. Oya, kipoa. Oya, vipi mwanangu? Oya, vipi kicha wangu? Safi. Fresh kabisa. Bwana, wewe mtu mbona kitambo sana? Dandu. Kweli kicha wangu. Mambo yalikuwa mengi mjini lakini fresh nimerudi mwanangu. Mwanangu sasa hivi mkonga ile. Oya mwanangu, si unajua tena? Shuza mwanangu. Mwanangu. Maisha anasemaje? Kuna kitu kimoja nakumbukaga mwanangu. Tena nakumbukaga sana yule mzee Sande yule. Mzee Sande. Alikuwa na kauli yake moja anasemaje? Yaani nikikumbukaga wewe tu lazima nimkumbuke yule mzee. Anasema afugwe kokoza abao kukagoya dingonyo jako kochola. Gwe kwa mbozi gwe. Umulilo wa kukoza kufula. Nikitaka lazima nikukumbuke mwanangu. Mwanangu hujasahau. Kweli kitambo mwanangu. Niambie ndugu yangu lakini. Fresh. Maisha vipi? Mwanangu tunamshukuru Mungu ndugu yangu. Na ndio maana nimerudi sasa hivi mwanangu. Mwanangu ile nikicheki huo mkonga walaku wenyewe na kweli ja. Tunasongesha huko mjini nini? Maana ndugu yako sasa hivi nishakuwa fundi kujenga sasa hivi. Mara sangu kwanza niende mtaani kidogo nikawasalimie, alafu nile katika harakati zingine. Wewe sasa hivi mimi niko na hela nini nikitaka kujenga nikikuita mwanangu yumo. Basta, kwa haraka nainua mjengo. Bwana safi sana ndugu yangu. Hongera ndo maisha hayo. Ndio hivyo ndugu yangu. Toka zangu kati kusema bi mkubwa kanipigia simu hapa. Ndaka nikamcheki kidogo sijui kuna shida gani nyumbani. Okay. Sema nikishaenda
Nitarudi tupige story. Basi hamna noma. Mwanangu mzee arudi sio kaenda shamba nini? Kwa na subiri. Ila mwanangu kijiji kimekupenda umenenepa. Umenipenda wapi mwanangu? Fikiri mimi nilikuwepo. Ulivyoondoka wewe yani hata sijakaa hata wiki moja na mimi nikatembea. Nimekuja nimetangulia mimi na wewe ndo unafika hivi. Kweli. Basi hamna noma ndugu yangu. Mimi nipo namsubiri mzee arudi. Bwana afadhali umerudi mwanangu, na mambo mengi ya kuongea na wewe ujue. Na mambo mengi mwanangu wewe Shuza. Basi hamna noma mwanangu. Mwanangu. Hamna noma kicha wangu. Mungu mwema mwanangu. Poa mwanangu mimi nipo mwanangu. Au sio? Kweli. Ndio hivyo ndugu yangu. Poa mwanangu Shuta. Bwana poa mwanangu, hamna noma. Mbona nazidi kuchanganyikiwa? Maana wengine walikuwa wakinikimbia. Lakini Kipongo yeye hakunikimbia. Au kwa sababu alikuwa hayupo. Lakini hapana. Nini? Nini? Kaka Shuza hapo nyumbani. Kaka Shuza. Nini ngoja tulia nini? Kaka Shuza hapo nyumbani. Unasemaje? Yupo ndani kaka Shuza. Kaka Shuza? Ndio, yupo. Kafanyaje? Yuko wapi? Yupo nyumbani kaka, yupo nyumbani. Wewe una uhakika? Unasema yuko nyumbani? Haiwezekani. Twende. Twende. Shuza. Baba. Kuna nini? Mbona mimi sielewi? Tangu nimefika hapa kila ananiona mimi ananikimbia, na hata watu wangu wa karibu pia wote wananikimbia. Kwani shida nini baba yangu? Hebu naomba uniambie. Joe, ifuate.
Sogea. Umeona? Wamependana wenye wache wawanyawa, maneno yenu nyinyi kusema sema mkome, nironge kwa Hii ni MJ Vision FM, habari na matukio, na msomaji wako ni mimi Naina Kamweka. Kamanda mkuu wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani awataka madereva wote waendeshao vyombo vya moto kuwa makini wawapo barabarani ili kupunguza ongezeko la ajali. Hivyo amezungumza hayo Kamanda Fabian Kapololo kufuatia ajali iliyohusisha lori la mizigo kumgonga kijana aliyekuwa akivuka barabara jijini Dar es Salaam na kufariki papo hapo. Jeshi la polisi linaendelea kumshikilia Bwana Joshua Emmanuel, dereva wa gari hiyo yenye usajili namba T565BAZ. Kijana huyo aliyepoteza maisha ametambulika kwa jina la Shuza Seifu Pogwa baada ya kupatikana kitambulisho toka kwenye begi alilokuwa amebeba. Maana mwili umeharibika sana, ni vigumu kuutambua. Hivyo mwili wa marehemu huyo umehifadhiwa katika hospitali ya Rufaa Muhimbili kusubiri ndugu zake. Ndio hivyo. Ikabidi nitoke hapa, nikaja mjini, kaenda mjini, tukafanya taratibu zote, tukaja kukuzika. Baba, kumbe ndo maana kila ninayekutana naye alikuwa akinikimbia. Mimi sikujua tatizo ni nini, maana yake naona yani wengine ni watu wangu wa karibu kabisa, lakini alikuwa akiniona nakimbia. Kweli nipo wakati mgumu sana wa kufikiria kuna kitu gani kinaendelea. Baba, kikweli sio mimi. Huyo mliyemzika sio mimi. Karibu. Asante. Na soda gani unakunywa? Nataka Pepsi. Pepsi. Iya. Kaka, hii hapa tomato. Haijafunguliwa. Kama kina kiu. Kaka, utumie. Pilipili. Pilipili hapo tomato. Niweka hii tomato.
ajali ndugu yangu. Kuna ajali? Jamani, tena tukaangalie. Mimi siendi na mteja pale. Hapana, wewe nenda tufanye hadisia. Haya, mimi naenda. Kuna nini? Kuna ajali. Ajali? Kuna ajali imetokea. Niliambiwa kwa mjini magari yanatembea kwa kasi. Niambiwa. Shingapi? 5,000. Nilikuwa nimeweka begi langu hapa silioni. Na ile begi ndio lilikuwa na hela na kila kitu kipo huko. Nasemaje? Yaani hata Mungu ni begi, nikuja na begi hapa nilikuwa nimeweka hapa. Sasa silioni hapa begi langu. Sikachukua nani? Kama umenichukua umenekea sehemu nzuri. Nigee hela ndio iko mule. Hapo unajua na masiara sana wewe. Kweli dada yangu, yaani kweli. Dada yako nani? Mimi unanijua wewe. Unanijua shaka kuniona wewe. Dada mimi huko mgeni, mimi mgeni huko. Sasa kama mgeni wewe kwa nini unaingia kwenye migahawa watu unakula, afu umeagiza chipsi, sausage, soda? Wewe unafikiri kitu cha mchezo hicho, si ndio? Mimi nataka hela yangu. Usinichanganye. Dada. Kwani mimi nilikuja na begi langu niliweka hapa. Dada kwa Mungu mimi nilikuja na begi niliweka hapa. Unajua unaleta utapeli. Nataka hela yangu. Nataka mimi sikuelewi. Dada mimi nataka hela yangu. Dada mimi mgeni huko. Nataka hela. Yaani kama mgeni, yaani mimi ndo mwenyeji wako sasa na hivi. Nataka hela yangu. Wewe usinileta utapeli. Samahani dada yangu. Kwani ndio unataka mchana wako. Dada mimi utapeli nataka hela yangu. Dada mimi nitakufungua ngulizo. Wewe unajua vizuri ngoja nichomekee. Ngoja nichomekee. Dada unijui, kaka yangu unijui. Dada yako. Dada mimi mgeni huko kwa Mungu. Hata Mungu mimi mgeni nilikuja na begi langu nimeweka pale. Dada yako utoke nataka hela yangu. Dada nisaidie mimi mgeni, hata Mungu mimi mgeni. Dada samahani, punguza hasira. Punguza hasira kwanza. Nisikilize dada. Punguza hasira. Dada, toka asubuhi. Nisikilize kwanza. Toka asubuhi ninahangaika kwa sirani. Jamani. Sirani tu nisikilize mimi dada yangu, nisikilize. Kaka chini. Mimi si mtapeli dada, hata Mungu mimi si mtapeli. Nisikilize mimi. Nisikilize basi. Nataka hela yangu. Nisikilize basi. Ona. Atapasuka ule. Nataka dada, fanya hivyo dada yangu. Fanya hivyo. Naomba unisikilize. Nani unaleta utapeli mchana kwa watoto wanakuangalia unaleta utapeli. Nisikilize basi kwa muda mfupi. Unahangaika bwana. Hili jambo halijaa kubwa dada yangu. Kwani unashinda kunisikiliza? Nisikilize. Unahangaika jamani. Angalia basi dada. Blaza, kama ni kosa au kama ni ajali ishatokea. Unachokifanya kweli sio jambo jema, kula chakula cha watu bila kulipa. Mimi niko nayo, nimebeba begi hapa. Sawa. Kuna begi na vitu vyangu vyote viko katika begi lile. Biashara yake. Inawezekana ninategemea kutafuta riziki zake za kila siku. Kwa nini unafanya hivyo kaka? Wewe unasaidia nini? Subiri basi dada. Sikiliza. Dada subiri. Ule atoki. Nani hapa? Basi dada, ona. Uchungu na hasira ulizokuwa nazo dadangu zinafahamika. Hii ni kawaida tu pale mtu ambaye anaona biashara yake imeingiliwa dadangu. Sasa nisikilize. Kwani shilingi ngapi unamdai? Labda 5,000. 5,000 lakini mimi nikuwepo mule kwenye begi. Kwenye begi ipo mule. Wapi? Begi langu hapa. Sasa unafanya mdomo tapeli mkubwa wewe. Hapa ya. Kwa muda mwingine kwenye maisha changamoto huja bila kutarajiwa ndugu yangu. Changamoto nyingine mtu anajitakia bwana. Kwa makini sana na hili.
Kesi ndogo tu. Hata kuiba kuku. Wewe ndogo hii. Ndogo hii. Kwa sababu ya kuchimbia kaburi. Hii Dar es Salaam. Kwa makini. Wewe. Hey. Tena kuwa makini sawa sawa. Mimi nadhani ameisha. Yaani wewe umenikuta mimi muungwana. Wengine wanakupasua. Yaani hii chupa hii wanakupasua kwenye bichwa lako. Sasa rudia tena uone. Si utakulipa pesa. Umenilipa tena mwelekeza maisha. Mwelekeza maisha. Huyu. Wewe ndio kajikuta kwa kuingia kwenye changamoto bila visa yake. Umepita njia gani? Ulipokuwa unakuja huko? Begi langu lakini sasa mimi nimechukua nini? Begi lako mimi linanihusu nini? Nenda bwana sinetea nusu, watakuja wengine kama wewe. Watakuja wengine kama wewe. Kila shukuru. Nileta niko na wazo. Kama sio ndogo. sio kama nasuka. Karibu basi. Muda mwingine wakati unahudumia wateja kama hawa, wewe mtu unamuona kabisa huyu hakika hakuna. Unaanzaje kumsaidia mtu kama huyu? Unaweza kusababisha majanga, unaweza toka huyu, angalia umeshika tu pasura. Ungemuua ndio yeye hapa. Sawa. Haya kaka, asante. Wewe nani hapa kibarazani kwangu? Ni mimi dada, nilikuwa nimepumzika tu. Unapumzika hapa kwako? Nisamehe dada yangu, nilikuwa nimepumzika tu. Ni kwako, swali ni kwako? Hapana, sio kwangu. Kwa nini upumzike hapa? Sasa hivi ni saa 9 usiku. Nisamehe dada yangu, nilikuwa nimepumzika tu. Nikusamehe vipi? Usiku sasa hivi saa 9 umelala hapa kibarazani kwangu unasema nikusamehe? Ah, itakuwa wewe ni mwizi. Ah, dada mimi sio mwizi. Wewe ni mwizi. Nilikuwa nimepumzika tu dada yangu. Kwa nini upumzike sasa hivi saa 9? Saa 9 usiku sasa hivi. Samahani dada yangu, nilikuwa nimepumzika tu. Nakuitia mwizi. Mimi sio mwizi dada yangu. Wewe ni mwizi. Mimi sio. Wewe ni mwizi. Lakini vipi? Sio yuko lala kibarazani kwangu hapa. Katoka wapi sasa hivi usiku? Sasa hivi saa 9 usiku anakuja kulala hapa. Nisamehe kwanza sana mimi kwa uzembe wangu. Huyu ambaye unamwita mwizi sio mwizi bali ni mgeni wangu. Mbona mimi simjui huyu? Ni kakaangu huyu. Ni kweli kabisa huyu ni ndugu yangu. Saa 9 usiku sasa hivi. Hii ni kawaida kwa mwenye nyumba yote yule pale ambapo anafikiwa na mgeni asiyetarajiwa. Kiukweli kabisa brother, ni ndugu yangu. Ni bahati mbaya tu imetokea. Simu yangu ilizima chaji. Na huyu ni mgeni wangu kutoka kijijini. Na leo hivi ndio amewasili. Naomba unielewe kwa changamoto hii. Wewe? Naomba utuie radhi kwa ajali ndogo iliyotokea. Hebu mtoe hapa ndugu. Kaka. Ondoke. Asante sana. Sana. Ndugu yangu, nieleze ukweli. Mchana nimekusaidia na sasa hivi usiku nimekuta kwenye changamoto pia nimekusaidia. Wewe ni nani kwani? Na umetoka wapi? Na imekuwaje wewe unaingia kwenye hali hii? Kwanza ndugu yangu, nitangulize shukrani zangu za dhati kukushukuru kwa jinsi unavyoendelea kunisaidia. Nashukuru sana. Mimi naitwa Shuza. Ni mwenyeji wa kijiji cha Masaki. Ni mtoto wa Mzee Pogo. Ni mtoto wa kwanza katika familia yetu. Wa kwanza ni mimi, lakini wa pili ni mdogo wangu wa kike. Kaka, mimi nilikuja hapa Dar es Salaam kutafuta maisha. Na mwenyeji wangu hapa mjini ni binamu yangu, anaitwa Shomvi. Huyo binamu yangu sikuwahi kufika nyumbani kwake hapa mjini. Tulikuwa tukikutana mara nyingi akiwa anakuja nyumbani kule Masaki. Na uji wangu huku ilikuwa ili kukutana na yeye ni njia ya mawasiliano tu ya simu.
lakini simu yangu nilipoteza katika begi. Maana baada niliposhuka pale stendi nilikuwa na njaa sana. Nikaamua kuingia mgawani ili kuweza kupata chakula. Lakini nilipomaliza kula naangalia begi yangu haipo, imeibwa. Na simu yangu ilikuwa mule na pesa zangu zote zilikuwa mule. Na ndio maana hata mchana ule ulinikuta yule mama akiwa ananidai pesa yake niliyokula chakula. Nilishindwa kumlipa kwa sababu pesa iliibwa katika begi ambapo nilipokuwa nimeweka. Na pia simu ilipotelea humo. Kwa hiyo hata huyo ndugu yangu nilishindwa kufanya mawasiliano naye. Nikatembea mpaka usiku umenikuta, ndo kanikuta nimelala kwa yule mama pale. Akawa ananifanyia fujo kunidhani mimi kuwa ni mwizi. Huo ndo mtihani ambao ulonikuta ndugu yangu. Pole sana kwanza kwa mtihani uliokukuta. Na hizi ni changamoto tu ukiwa kijana. Naitwa Kisoma. Ni mwenyeji wa jiji hili Kivule. Kisoma. Nashukuru sana kukufahamu kaka. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Niseme kwamba haya yote yaliyotokea kama ambavyo nilijitoa kukusaidia, sina budi kuendelea kukusaidia. Mimi naishi mtaa wa pili tu hapo. Sina budi kukukaribisha nyumbani mpaka pale utakapopata ndugu zako. Nashukuru sana kaka. Ila unatoka umakini sana na hili jiji. Maana kosa dogo tu linaweza likaribu mlongo mzima wa maisha yako. Inakupasa uwe makini sana katika kila hatua unayopiga katika jiji hili. Kaka, mimi nashukuru sana kwa sababu bila ya wewe kunisaidia kwa yule mama, huenda angenitia mwizi na ningeuawa. Nashukuru sana kwa kuwa umetokea na kunisaidia tena kwa mara ya pili. Sawa. Sio wingi wa kuongea. Tuelekeze tu. Ni hii. Acha. Aha. Vipi bwana ndugu yangu? Bwana kama dhahabu. Wapi tena? Maana wewe bwana huku mara huku mara huku. Vipi? Bwana wewe mjua kwako. Vipi? Basi bwana mimi na mtihani. Mtihani gani tena? Japo sio mtihani kabisa, ni miongoni katika changamoto kwenye maisha. Sawa sawa. Lakini na imani nimekutana na wewe hapa na kwa kuwa nilikuwa nakutafuta unaweza kunisaidia. Kuna ndugu yangu mmoja bwana anaitwa Shuza. Shuza. Bwana huyo jamaa nilikutana naye kama miezi miwili imepita hivi. Huyo jamaa bwana ni sio ndugu yangu wa kuzaliwa. Mazingira ambayo nilimkutia kidogo niseme ni aibu hata kusimulia kwa sababu ni changamoto na sisi vijana. Kwa hiyo kuna jambo pale lilitokea, nikaamua kumchukua, nikamsaidia, nikamstiri pale nyumbani, lakini sijaishia tu hapo. Nikamchukua na hata kwenye hizo kazi zetu za ujenzi nikawa namchukua nafanyaje na tunafanya wote kazi. Lakini muda umeenda, nadhani unajua kazi vijana kupambana. Naona akashachangamka, jiji kashaliona kwa sababu ni mgeni kidogo kwenye jiji. Sasa imefikia wakati naye kidogo na nataka awe na chumba chake. Sasa nikaona hapa nimuone nani. Nikafikiria kuna ndugu yangu Pacha bwana yupo. Kaona nimuone Pacha ili tujue kwenye masuala ya harakati tunamsaidia vipi jamaa. Sababu mimi kila nikiangalia naona kabisa yani siwezi yani kusema eti labda ningeende sehemu fulani pende fulani. Unajua bwana nyinyi mablaza wakubwa hapa mjini connection kali. Kwa hiyo nakuomba blaza yani ujue jinsi ya kumsaidia huyu jamaa. Kwanza ndugu yangu Kisoma, ulichokifanya kitu kimoja kizuri sana. Yaani kwanza yani hapo ndugu yangu labda nikwambie tu huo ndio ubinadamu. Sawa. Kwa sababu unaambiwa sio tu ndugu yako ndio aweze kukusaidia. Hata tubaki unaomsaidia wewe ndio anaweza kukusaidia. Ndio. Yaani hicho ulichokifanya kwanza ndugu yangu ni kitu kimoja kizuri. Kwa sababu sisi vijana bwana, kusaidiana ni muhimu. Ndio. Umeelewa si vizuri, maana kuna leo kuna kesho. Sawa. Umeona si vizuri. Sasa kwa hilo swala ndugu yangu, sawa. Yaani wewe usiwe na shaka nalo. Hilo swala limeisha. Hilo swala yani kama nimelibeba sasa mimi Pacha. Sawa. Ndugu yangu nakwambiaje? Hilo swala limekwisha.
Mimi nitajitahidi kutafuta, nitapotafuta ndugu yangu chumba hicho nikikipata. Ndugu yangu nitakujuza. Baba mimi nitashukuru kwa sababu nikaona, nikawaza, nikafikiria, nikasema hapa nani nitampata nani mimi ambaye anaweza kanisaidia changamoto hii. Nikasema Pacha yupo. Na kweli na kwa sababu sisi tunasaidiana ndugu yangu. Pacha blaza, Pacha brandi. Kweli. Hapa mjini mambo mengi. Unagusa huku na huku unaambiwa mara umeenda leo siku asele pale umegusa kidogo Kispanda, mara leo umetoka hapo umeenda Kivule kidogo umegusa hiki. Yaani ujanja tu. Hatuna udalali wa kivile, lakini kujulikana na watu na kuheshimiana na watu ni kitu kimoja kizuri sana. Hilo jambo zuri. Basi hamna neno. Mimi nitashukuru kwa sababu nimekuja kwako. Nimekuona wewe. Ili jambo mimi nadhani hata wiki alichukua. Kwa wiki? Kwa wiki ndugu yangu mimi. Yaani nakwambia nahangaika tu siku mbili hizi tu ndugu yangu lazima apate. Atapata kizuri tu hadi mwenyewe utafurahi. Mimi nakuamini. Wewe mwenyewe unanijua bwana Kisomba. Yaani wewe sio na wasiwasi kabisa ndugu yangu. Hilo limeisha. Basi hamna shida. Au sio bwana? Sasa ulikuwa unaenda wapi kundeka ndugu yangu? Niko naelekea bwana stendi hapo nidendeke bajaji. Sasa banana sio. Mimi nakujua wewe bwana viwingu hivi. Bwana Kisomba. Wewe bwana. Wewe mtu alize ndogo ndogo. Yaani nakujua vizuri tu. Bwana, basi sasa usio na wasiwasi ndugu yangu. Hilo swala limeisha. Yaani limeisha kabisa mwanangu. Bwana Suza. Huyu ndo unaitwa nikwambia ni mwenyeji kidogo maeneo haya. Kuna Pacha kama ambavyo tuliongea na mimi kuhusiana na ile issue ya chumba. Nikaona sio mbaya, nimejaribu kumshirikisha ili tuone tunasaidiana vipi. Kwa hiyo nadhani niko hapa kwa ajili ya swala hili. Pacha, karibu na tukusikilize. Nashukuru Mungu kwanza ndugu zangu. Umeona na ndugu yangu pia wewe kwa kunipa kazi. Ile kazi bwana mimi nimeifanya vizuri tu tena kwa uangalifu. Umeona bwana? Katika kuzunguka kwangu kokote nimetafuta vyumba nikaona bwana ndugu yetu huyu kwa sababu ni ndugu yetu tusimpeleke sehemu mbaya. Umeona tumpeleke sehemu nzuri, akakae sehemu iliyokuwa iko nzuri. Umeona bwana? Sasa katika kuzunguka kwangu nikapata kwa mzee mmoja hivi hapa bondeni hapa. Kwa huyu mzee Fahadi. Mzee Fahadi. Yule mzee mwenye nyumba nyingi za kupangisha yule. Namfahamu yule mzee. Sasa pale tulimepata nikaona hichi chumba kilipokuwa kizuri ndio cha kumpatia ndugu yetu. Kwa sababu hata nikisema kwamba niende nizunguke tukamtafutie tu sehemu zingine na kwa sio. Ndio. Umeona bwana? Chumba amepata. Sawa. Basi nadhani sio mbaya. Suza. Nadhani umesikia kama ambavyo jamaa amejieleza. Labda sisi tukusikilize. Sasa labda huyu mzee anachukua kodi yake. Safi. Bwana ule mzee anachukua miezi mitatu. Na miezi mitatu hiyo anachukua kile chumba anachokipangisha shilingi 30,000. Nikaona kwa huyu ndugu yangu ni bora. Sawa. Yaani haina shida hiyo. Nikaona ni bora tuchukue pale kwa sababu hata tukisema tukamchukulia vyumba vya shilingi 25,000, shilingi 20,000, na mazika ndugu yangu unaweza ukanipa lawama bwana. Umeona bwana, unaweza ukanipa lawama kwa sababu kusema bwana Pacha angalia bwana umempeleka ndugu yangu sehemu mbaya. Kweli bwana, kwa sababu kwa bei hiyo kweli ingeleta lawama kwa sababu ndugu yangu namjua mtu wa kuvusha. Kwa hiyo chumba cha 25,000, 20,000, lawama zingekuwa tena mapema sana. Basi nimepata ndugu zangu. Sasa mimi naona kesho asubuhi tutapita pale tukakione chumba na kulipia kabisa. Suza. Umesahau kwamba kesho tuna kazi juu kule Magore kule. Kweli kile kimeo cha plasta kile. Pacha. Kwani hakuna uwezekano wa kuongea na mzee ili tuende kulipia hata jioni kwa sababu kesho tuna mzigo tunakimbiza huko. Yaani ni nyinyi. Kwa sababu gani? Nyinyi mmeshapata dharura kama hiyo, au sio bwana? Mimi nitaongea naye yule mzee. Nitaambia bwana vijana wameenda kutafuta riziki, au sio bwana? Hao wanarudi jioni. Na kama wanarudi jioni, basi hapo watafika. Yule mzee ana wasiwasi, wewe mwenyewe unamjua yule mzee bwana alivyo. Basi kama hivyo hamna shaka. Nadhani swala naona imeisha. Na huyu kijana anaonekana ni mtu wa kuvushavusha sana. Huyu jamaa huyu hatari. Na mimi dalali wa vitu hivi, dalali tu. Kuna kwa mlokozi. Hadi upo. Kuna kwa mlokozi. Kuna imeisha kaka. Na wengine ndio hapa bwana wanapiga. Unaona? Vitu hivi. Wanapiga. Madalali wakubwa sisi bwana. Au sio? Halo.
Tayari mbona shauri mimi niko kivule. Wewe hiyo wewe chezesha. Umesikia? Umesikia? Hilo chezesha hilo mwanangu, hilo hapo hilo. Mimi hapo jioni tunakuja. Sawa? Haya, umeona bwana? Hao nao watu. Umeona alipokuwa mtu kubwa? Yaani hapo sasa nimeongea kama pacha. Bwana chezesha si vijana bwana. Si vijana. Kukumbusha kama kawaida. Basi sawa, hiyo imeisha nadhani. Nadhani hamna tabu. Mimi nasema kama tunashukuru kwa ushirikiano wako. Kwa kuwa si vijana nadhani katika majambo ya kusaidiana hili nao ni moja wapo. Kweli, ni kweli. Kesho hata tuende tukapige mzigo kule. Lakini ikifika mida hiyo jioni nafikiri tutakucheki. Cheki tutakutana. Au kuna tatizo lingine ndugu zangu? Hamna shida. Niambieni kama kuna nataka za kuvusha na kuliko. Si ndio wenye miji yetu bwana. Hamna bwana. Si ndio wenye miji yetu. Susan. Vipi tena? Fresh mwanangu. Mwanangu wewe jana mwanangu. Mwanangu Mswahili sana mwanangu. Mwanangu, nilipitiwa kidogo usingizi si unajua? Kupitiwa hata simu upokee mwanangu. Simu siko ndani huko mwanangu, mimi niko naoga. Sasa kwa staili kazi yenyewe utaiweza kweli? Ndio unaamka sasa hivi ndio unaoga mwanangu. Kazi utaweza kweli wewe? Hapo nishoti anamjua bosi wake alipokuwa mtaka. Mwanangu wewe. Yaani pale kazi haiwezi kuendelea bila wewe kufika. Yule bosi cheza kumudu yule mwanangu anajisahau au? Unamdu vipi mtu kama yule? Mtu mwenye lake unamdu vipi shuza? Sasa mtamu tunakolomea kwa tunania na fresh na kausha. Wewe jua kwamba akizingua leo mimi bwana ila kula unanipa wewe. Mami na losi kibao mwanangu. Wewe cheka. Ndio nakupanga. Poa, kibuku inakutosha? Buku. Sema nini? Fanya haraka basi mwanangu, mbona hivyo? Namba yako tumekuja nayo. Malu. Aya, msubiri angalie. Lipo. Hiyo ndio nzuri kwa ile plaster. Unajua nataka plaster pale na nini pale? Pale table yake. Oya inyoke ile. Haina noma, usiwaze. Ile ndio hela ile. Chapu sasa. Alafu jamaa anazingua tu siku zote. Yaani yeye kila siku mambo yake nyuma. Yaani lazima achelewe yani. Wewe acha. Alafu mlango mwanangu wewe itabidi uongee na bosi wako kuhusu vibati pale uchukue uje urekebishe. Wangu. Kwa mimi nyumba yangu nzee. Angalia. Yaani mafundi sio hapo. Mafundi wenyewe hawajaligi yani. Unakuta mtu anaenda kufanya kazi nzuri, anapata hela nzuri, anatengeneza nyumba, anafanya decoration lakini mwisho wa siku kama hivi. Yaani nyumba za wenzao zinang'aa, finishing ya kwenda, akina ngapi pande vyao. Ngapi banda kwa uganga. Ndio maisha yetu hayo. Ndio maisha yetu. Rekebisha mjengo huo. Unango gani kama huo? Alafu ujue hao rasmi unajua wavivu sana ujue hao. Wewe maana tupo bwana. Sio kwa leo. Hao rasmi wavivu sana. Na usikute hapa leo kalala jana kalala leo hapa. Hata hajalala. Saa 8 saa 9. Wai wangu ni mida yake ya kurudi. Tunaingiza ngapi? Saa 4 mwanangu shuta. Acha nichamaliza wanangu kwa haraka. Tuondoke mwanangu, mapema hii. Ungua. Ndoke babu. Ndio tunakwenda. Ila wanangu mmenisupport wanangu mpaka sasa hivi bado nadumu Dar es Salaam. Ndio kijijini unajua wewe. Ndio nakumbuka sasa hivi. Support wanangu mpaka nilikufunza dasi. Niko sina ndoto ya kuwafunza kama wewe. Huyu mwanangu tulikuwa tuna ndoto hizo maisha. Wewe acha. Wewe ndugu yangu anataka awe rubani wewe. Tekechea rubani la wapi? Maisha changamoto sio ndio hivi mdogo mdogo. Supportiana nini? Sio maisha yanasonga. Sema nini? Hapa kuhusu mlango? Au mbona nataka nitaongea na mzee kuhusu zile marine board zile. Tulomtengeneza kaja kwa vent yake. Aligee pale kutengeneza. Hilo ukipata mwanangu kama mafundi utawajua. Yaani vitu vyao vya kuunga. Yaani anaona uvivu au anaona ubaili kwenda kununua kitu dukani kamili kununua kuweka mlango vizuri hapo. Anaona bora unge. Haya sawa. Baba tuna nini? Tuna mai. Ndio hivyo sasa mdogo. Ukiangalia hizo tofali kuna nchi 6 nchi 7. Sio zamana.
Yeye ndo yenyewe mwanangu ile. Bonge la mlango mwanangu. Kama vile la kisau. Na huko usijilembe sana basi fanya haraka. Babu usijali usijali. Chapu bablai. Maana kazi yetu si za kuchafuka. Tukitoka hapa jioni turudi tumechafuka. Kuna miss call kama 9 ama ukiangalia ashakupigia. Maana tulimwambia pale mpigie basi. Fanya haraka basi tuondoke mwanangu. Shuza. Chapu basi mwanangu. Nataka nikupime na pima maji sasa hivi. Hivi please. Unajua kuna ile gari moja pale. Ile ilikuja kumwaga kokoto. Asezi ya kokoto sijui alichimba majimbo gani. Kokoto zina vumbi, yani ni vumbi tu ukishika hivi inamnganyuka. Afu kokoto hiyo. Ndio changamoto za kazi brother. Alafu kuna kitu naomba niongee na wewe ndugu yangu. Sikuwahi kukusikia mara kadhaa kuhusu nyumbani. Na nimekuwa nikikuoga mara kadhaa kwamba mimi natoka naelekea nyumbani. Lakini ndugu yangu wewe hata siku moja sijawahi kukusikia kabisa kuongea na simu au kujadili chochote na mimi kuhusu nyumbani. Vipi ndugu yangu? Kwani kuna tatizo huko? Au ulikuja huku mjini kama sehemu yako ya maficho? Hapana, hakuna shida yoyote. Mimi nimeondoka nyumbani kuja kutafuta maisha. Na babangu alinibariki kabisa hii safari. Kwa hiyo hakuna shida yoyote ndugu yangu. Ila watu wa nyumbani kwetu mawasiliano nao nilipoteza tangu nilipoingia hapa jijini nikaibiwa begi. Hivyo namba zote zilipotelea moja. Na hata nilipopata hii simu nyingine sina access yoyote ya kuweza kupata tena zile namba za kule nyumbani. Lakini haimaanishi kwamba siwakumbuki wazee wangu. Nawakumbuka sana na natamani siku moja niende. Kwa sababu kule amebaki baba yangu na mdogo wangu. Hapo hapo ulipata na changamoto ya kupotea na mizigo yako. Ikiwa simu ni miongoni mwa vitu vilivyomo. Lakini ulichukua hatua gani? Umesajili line? Lakini namba za simu za wazazi au umesema huna mawasiliano nao? Nini hatua gani ambayo umeifanya baada ya hii? Vipi kuhusu kuwatembelea? Au kuna kitu umeharibu ndugu yangu? Swala la kuharibu hakuna tatizo lolote ambalo ninalofanya. Wala sikuwa kuharibu. Nilikuja tu kutafuta maisha. Na mzee wangu alinibariki katika hilo. Ila swala la kurudi nyumbani kwa sasa naona kabisa ule muda ambao nitakautumia kuwa huko kijijini au kutoka hapa kwenda huko kijijini ndio muda ambao natakiwa niwe hapa ili kupata kazi. Shuza. Pilika hapa mjini haziishi kaka. Wewe hata unavyoangalia tunaamka asubuhi, tunarudi jioni. Kuna muda ambao sisi tunapumzika kweli brother? Eti upatikane huo muda wa kupanga kwamba huu ni muda wa kwenda kuwasalimu wazazi. Kweli kaka? Kama mimi sijaelewa bado. Nadhani kuna kitu unanificha. Au umepata kesi ya wanafunzi kule nyumbani mpaka ukakimbilia huku? Hakuna tatizo lolote ambalo ninalofanya. Niliondoka kwa baraka zote wala kuja kuwa na tatizo lolote.
Tatizo ni pale tu nilipoibiwa begi lile na kupotea vitu vyote ambavyo ilikuwa ndo connection kati ya mimi na watu wa nyumbani kwetu. Wala sikuwa kuharibu. Mimi nataka uchukue hatua. Uende nyumbani, ukasalimie, ukaongeze baraka. Yaani kwangu mimi naona kama umekuja kwa mkosi. Si umesema kabisa, umekuja, umeibiwa. Huu ni mkosi tosha. Lakini pia mimi nikiangalia pilika zetu hizi ambazo tulizokuwa nazo ziendi kaka. Naamini kabisa wewe ukienda nyumbani, ukienda tu nyumbani. Kazi hizi tunapata asubuhi, mchana, jioni. Wewe ni viungo muhimu sana kwenye maisha yako. Inakupasa wakumbuke. Sawa. Nitafanya mpango wa kwenda. Hayo ndo maneno sasa. Kwa kuwa mimi ndo ndeko na ngai wako, sina budi kukuweka sawa pale ambapo naona unateleza. Mimi nitashukuru sana kama utaenda nyumbani. Haina shida, nitaenda, ila hata nikienda sitokaa muda mrefu. Ukizidi sana ni wiki moja tu. Ili nirudi hapa nje kuendelea na kazi. Kaka, bado kuna vitu vingi sana navihitaji sijavipata. Lakini mimi naamini wewe kuchukua hatua kufunga safari kwenda kwa wazazi, sidhani kama ni muda ambao utakuwa umeupoteza. Ni moja kati ya mambo ya heri kabisa. Wewe kusalimu wazazi. Yaani kutoa huu mguu wako kwenda nyumbani. Hii ni baraka. Uenda kaenda kusalimu wazazi ukarudi tukapata mikazi hapa mpaka Sangaro tukawa maengineer tena. Tukapata kazi kubwa. Hatukai kama tumekaa hapa kazi hamna. Kwa hiyo mimi nikuombe tu uzidi kulitilia mkazo kwenye jambo hilo. Ulivyosema kazi hamna, kuna kitu umenikumbusha. Kuna kazi naifuatilia hiyo. Naifukuzia hivi. Umeona sasa? Yaani laiti kama tukiitia mkononi. Si nisemeje? Yaani kama tutakuwa na nyumba zetu, basi hata kiwanja tutapata. Umeona sasa? Sasa hapa unaenda nyumbani. Ukienda nyumbani je, itakuwaje? Uone kama mibaraka hiyo iko njiani. Bada. Kama kuna ukweli ndani yake. Sababu yani hiyo nyumba tunaanza msingi sisi wenyewe. Mpaka tunapandisha. Nenda nyumbani kasalimie. Acha masiala yako bwana. Oi. Asante bwana. Faza. Karibu sana. Asante. Habari vipi Faza? Bwana nzuri. Vipi ndugu zangu? Bwana hawajambo, si wewe? Sawa, safi kabisa, shikamoo. Marhaba, jambo. Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Nikuja nimeona kimya kingi. Vipi kijana wangu, naumwa? Hapana mzee wangu. Ndio. Siumwi, niko salama kabisa. Ila na jana nilikuwa nimepanga nipite nyumbani pale. Lakini nilikuwa tumeenda kufanya kazi huko Madale. Kaa tumerudi usiku sana, tumechelewa. Kwa hiyo kuja pale nyumbani kugongea nikaona hapana, nitakuwa nimekusumbua. Lakini leo hapa nilikuwa napanga nikitoka na hapa nipite nyumbani pale kuja kukuletea amana yako kwa sababu najua kuwa kodi yangu imeisha tangu jana. Ni sawa, lakini ujaji wangu mimi ilikuwa na hofu na wasiwasi na ukimya. Nikasema huyu kijana wangu siku mbili sijamuona. Shida iko wapi? Kumbe ulikuwa huko tulielekea Madale kufanya kazi. Basi jambo la kheri kama huyu mzima, uko salama. Hayo mengine yanafuata tu ya kawaida. Na mimi najua wewe mwaminifu katika hasa ulipaji wa kodi. Lakini mbali na kukuletea kodi yako mzee wangu, pia vile vile nilikuwa nataka niutumie muda huo kuzungumza na wewe. Nina mazungumzo kidogo na wewe. Mazungumzo gani? Unaweza kuzungumza hata hapa? Tunaweza kuzungumza.
Unajua mzee wangu, tangu nitoke mkoani kuja hapa jijini, ndio sikuwahi tena kurudi kule kijijini. Sasa naona kwa muda huu niliokaa hapa Dar es Salaam nimeona ni vyema sasa nirudi nyumbani japo kidogo, nirudi nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa nakuja kukuaga, nataka nirudi nyumbani. Jambo la kheri, jambo zuri, maana Waswahili tuna usemi wetu, kijua ndo hiki, usipouanika utautwanga mbichi. Ni kweli. Bwana. Maki mwisho wa mwaka huu lazima uende nyumbani, ukirudi mjini angalau uwe mpya kidogo. Sawa sawa mzee wangu. Au kupata kurudisha chumba, tafute mpangaji mwingine. Yaani mimi nihame hapa. Mzee wangu, swala mimi kuhama hapa hilo ondoa. Alipo mimi hapa nimefika. Mzee, mimi hapa ni nyumbani. Kwa sababu unajua baba, kumpata mwenye nyumba ambaye anajua matatizo yako. Ukipungukiwa kodi anakuelewa, pia ukiwa na matatizo anakusaidia, na hata ikiwa matatizo binafsi. Mfano mimi wanakujaga pale, nakwambia baba mimi sielewi leo, unamwambia mama ananitekea unga na kuja nyumbani hapa napika na kula. Utampata wapi mwenye nyumba kama huyo? Yaani baba yangu, mimi nakuchukulia wewe kama baba yangu mzee Pogwa pale Masaki. Yaani mimi hapa ni nyumbani nimefika, siwezi kutoka. Yaani vijana sisi tunasema yani hapa ni ngadu kwa ngadu, atoki mtu. Mimi hapa mzee wangu nimefika kabisa. Labda nikitoka hapa niwe nimepata pa kwangu, nimepata pesa, nimenunua eneo nikajenga, na ama hapa na amia kwangu. Lakini kuama hapa kwenda kupanga sehemu nyingine, mzee wangu hilo swala ondoa. Mimi hapa niko nyumbani sawa sawa na niko Masaki kwa mzee Pogwa. Jambo zuri, lakini yote haya ni malezi mazuri. Mimi nimeishi kwenye nyumba za kupanga. Kabla sijawa na nyumba zangu hizi, niliwahi kupanga, lakini pia nimeona maisha kwa wazazi wangu, na mwenye nyumba kati nimepanga, nimeona kati tunaishi naye vizuri. Hata wapangaji wenzangu, maana nyumba alikuwa nimepanga, zilikuwa na wapangaji wengi. Hata wapangaji wenzangu pia ilikuwa wanaishi vizuri na mwenye nyumba. Kwa hivyo malezi haya ni mazuri nimeyapata. Hata mimi pia nakuombea dua kwa Mwenyezi Mungu, mara tu utakapokuwa umefanikiwa na ukapata mji wako, basi ishi kwenye malezi haya ambayo tunaishi. Kwako iwe funzo. Kijana wangu, nyumba ni kitu gani? Tuishi na udugu. Nyumba nayo kobe bwana, sembuse mimi. Kwa hiyo haya ni kuombe ndugu yangu, hata Mungu atakapokujaliwa inshallah, mara tu utakapokuwa umefanikiwa na ukapata mji wako, basi ishi kwenye malezi haya ambayo tunaishi. Kwako iwe funzo. Kijana wangu. Basi mimi nashukuru sana mzee wangu. Bwana, basi haya mimi nikutakie kila la kheri na safari njema katika safari yako hiyo. Basi sawa mzee wangu, acha mimi nikakupatia amana yako. Basi itakuwa jambo la kheri. Sawa. Hii hapa baba yangu. Shukuru. Jani sawa, maana imetimia. Imetimia ndugu yangu. Mimi bwana nikutakia safari njema. Nikutakia kila la kheri, uende salama salimini. Lakini pia ili kuibariki safari yako, mimi bwana nakupa hii ikusaidie njiani, angalau upate maji ya kunywa. Basi asante sana mzee wangu. Ndio. Lakini pia nikuombe kitu kimoja. Naam. Kipindi hichi mimi niko safarini, basi wewe unanipitia hapa kuniangalizia, kwa sababu unajua mjini hapa watu wanapoona kwamba huyu bwana hayupo, na wenyewe ndio wanapata nafasi ya kuja kuchungulia hata waondoke na kilichomo. Ingawaje hakuna kitu, lakini kilichomo kimo mzee wangu. Wewe unaniangalizia. Ni kweli, ni jambo zuri ambalo umenikumbusha. Hata mimi pia nitakuwa napita natupia macho hapa. Nitakuwa natupia macho, lakini kuna yule kijana wangu yule mwenzio unamfahamu. Unaonaje ukamwachia funguo
lala, maana mchana nitatupia macho, lakini usiku mkubwa akalala hapa, angalau akaona usalama mzuri. Hilo swala ni nzuri mzee wangu, swala ni nzuri. Sasa basi kesho mimi kabla sijaondoka, kwa sababu kesho natarajia mida ya saa 3 ndio nitoke. Mimi nitapita pale, nitaileta funguo ili aje kuniangalizia kichwa. Ana sawa, nashukuru, nikutakia safari njema uendako, na ukienda wasalimie. Sawa sawa. Ila usisahau zawadi. Swala zawadi mzee wangu sitoacha kuleta. Ndio. Nitakuletea mafenesi. Unajua napenda hayo. Usisahau basi. Bye sawa, nitakuletea manake Masaki mafenesi ni mengi sana. I see. Nitakuletea. Usisahau. Basi sawa. Haya inshallah. Haya baba. Haya. Pole sana mwanangu. Pole sana mwanangu. Pole sana mwanangu. Sasa kwa hili hakuna namna. Turudi kwenye mizimu. Twende nyumbani tukaondoe hiki kivuli. Hiki kivuli lazima twende nyumbani kwenye mizimu, kwenye matambiko yetu tukakiondoe hiki mwanangu. Twende. Sawa baba. Turudi kwenye mizimu.